Right. Asante sana. Maridadi. Pose kibisha. Na hapa basi ndugu brother wapenzi watazamaji. Na ikiwa ni kabla ya introduction sasa. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, hapa basi ni sehemu moja kuru upande wa msitu, sehemu moja kuru upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa msitu sasa. Na pahali na ambapo kuna watu fulani ambao wamejipata kwa msitu design kama hii, na ajabu ni kuwa wanapelekwa mbio mbio. Cheki, huku mishale inatupwa design kama hiyo. Run. Hepa toroka chomoka, nenda kabisa, kisha na maana bishi mishari inamwagika kuchomoka upande wa nyuma. Mbele yao wakapata mwenzao, uko uhai twende kidogo, pigwa mishare kumalizwa. Kuna wawindaji hapa, wawindaji na ambao wanawinda binadamu this time around. Kuna wawindaji na ambao wanawinda binadamu this time around. Dogo brother mpenzi mtazamaji, kufika hapa wengine wako kuro upande wa chini na tayari ni kuisha maneno mishare makosa hiyo. Kwanza basi ikakosa design kama hiyo, wakaamua tutoroke tuchomoke tuhepe mwanzo. Bila shaka pale wale watu tulikuwa hapa basi tumepata ajali na wao wameweza kuuawa, imebakia tu sisi. Huyo ni kuisha maneno. Manzi na yenye kucheki mbele yake mshale, kisha akapigwa mshale kumalizwa. Ilikuwa ni kabla ya introduction bishi dogo brother mpenzi mtazamaji. J. Michael Evans, Arisa Mackenzie ni kati ya binadamu waliohusika. Josephat Gaita walihusika basi kukuandaria kwenye horror cinema. RK Etabari wote walihusika kukuandaria kwenye horror cinema hapa basi. Alexa Spanda alikuwaga kwenye horror cinema. Jasmine Fontes rutini za mwanzo ukipenda zaidi bishi dogo brother mpenzi mtazamaji, hapa basi ni kwenye ruti za introduction. La Rihanna Di Franco alikuwa director wa picha kwenye sinema basi na Crazy Refreza akina J Manda Sabata wakahusika basi kukuandaria. Steven Anton Arbery Brian Becker alikuwa producer co-producer Steven Ramanta kama producer kama Rosen Jonathan Resmida kama producer bado wa sinema. Dogo brother mpenzi mtazamaji, Steven Ramanta akiwa director wa sinema kutonesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction. Asante sana ndugu brother wapenzi watazamaji, tunakuingilia moja kwa moja hadi kumpata huyu jamaa starring kwenye horror cinema. Jina lake kamili ni Michael Taylor ama samahani basi jina lake kamili hapa basi ni John Morrison. John Morrison ni kuota anaota. Jina la sinema Richard Mokpenda Rika. Asanta anaota. Alikuja kuwa mwisho wa Vavarai. Na ukicheki unaona akona daga, amebeba daga hapa basi stara kamera alikuja kuitwa na Tommy. Have you been here all night? Been here all morning. Technically, after midnight it's called AM. Alikuwa basi ameponea ara za nyumizi. Yeye ni mtu wa Kamnyweso. Alikunywa Kamnyweso akalewa, ikafika saa 6 akaona hata shida akitafuta room ya kulala. Yeye basi ataponea hapa aweze kulala hadi asubuhi. Ni mtu mlevi sana. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ukisikia wale watu ambao hapa basi ni walevi, sasa huyu jamaa ni mlevi kupindukia. Unaona? Ni mtu ambaye ni mlevi sana, anapenda sana Kamnyweso, na yeye professional yake hapa basi ni kuwinda. Na kwa hivyo alikuwa hana pahali ya kwenda, kwa hivyo Toma akamwambia si ukuje leo hii, kama huna pahali ya kwenda nikupatie lift utatutembea. Hana pahali ya kwenda. Na unaona hakosagi Kamnyweso. Na leo hii hana job. Kwanza hajaoga, kai ananuka vibaya sana. Tommy alikuwa anachapa raundi hapa basi bila shaka pale na Meli. Ndio alikuja kumwambia badala ushindi umeboeka hapa Bavara, ikuja nikupe lift ya Meli. Na si ati anapewa lift kuna pahali anaenda. Hapana. Yaani ni venye unaweza kuwa umeboeka upatane na mtu maybe pengine ni mtu wa taxi. Akwambia anapeleka mtu ama mtu wa Uber ama mtu tuseme mtu wa Nissan makanga, akwambia namna gani bana, ingia hapa twende turudi. Wale watu wanajazaga gari kama haijaja. Unaona? Sasa hapa napo kuna meli ambalo linapeleka watu hapa basi bila shaka pale mara nyote inajulikana kama vile Wilderness Explorers. Asante sana. Ni ina maana basi ni meli ambayo waga linapeleka watu maraundi. Kumbuka siku hizi watu wanapenda sana hapa basi kutembea, kwenda kujibamba na kadhalika. Sasa rubani ni huyu, yani ukipenda nahodha, samahani. Nahodha kadai hatuwezi ongeza mtu ambaye halipi. Tommy akamwambia pana, huyu ni jamani best yangu, ndani na wira wako ruta. Huyu jamaa hana kazi ya kufanya, sasa tunampatia kazi ya kutembea. Nahodha, ni diraleha. Jamaa ripi atia. Mundu akugo ni meri na ndakureha. Meri sio tuk-tuk.
Safety. Meli sio tuktuk, itakuwaje? Lakini akaambiwa ndivyo hivyo. Vavarai, hii tunakuomba, wacha huyu mtu akuwe ndani. Edethaini onatiku hate ke edethaini na ndirariha na wewe siri urato guikarania muno, we sirie muno, ufikirie sana venya tutakaa ndani ya hii meli. Hiyo mambo ya ujinga ya kujifanya ati okay mimi niko ndani ya meli na silipi. Jamaa amepatiwa lift. John Morrison jina lake kamili hapa, jina na sinema ni Rick. Alipatana na mtu fulani, unaona kuna mtu fulani waligongana akitoka kuro upande wa chini stara kama hiyo. Haya, hatimaye akaamua kuingia hapa basi ndani ya meli. Mtazamaji, wale ambao mmeshawahi bebwa na meli, ndio watu wengi najua mjaibebwa na meli, lakini meli ni kama tu kuingia kwa kirai. Ukiingia kwa kirai utigike namna hii, ujue tayari uko kwa meli. Sasa ndani ya meli kuna kuaga na hoteli, kuna klabu, kuna pahali ya kususu, pahali ya kunyenye na pahali ya kududu. Yaani iko na pahali, kuna pahali unaweza jisaidia na kadhalika. Alright. Sasa jamaa yetu alikuja kwa hoteli akaitisha kamnyweso, lakini akaambiwa masaa ya kamnyweso haijafika. Masaa ya mutudho alisema ifike saa 11. Ai, nikale mutudho ndiranywa. Akaambwa wacha hivyo, hata baba yao huyu wa Kiambu amesema hakuna kukunywa kamnyweso mapema, lazima ifike saa 11. Lakini yeye aliamua sasa kutafuta kamnyweso. Atiki te baba yao aligado matikanywe kale we ndiranywa mutudho kitu gani? Mimi nataka kukunywa kamnyweso. Ni mlevi na mwenye klabu amekataa kuuza, na akamwambia masaa hayajafika. Lakini yeye ni mtu mlevi sana, alianza kutafuta kamnyweso kwa hoteli. Sasa kulikuwaga na journalist. Hey, did I startle you? Huyu journalist alianza kupiga mapicha. Mwanzo mtazamaji, nishakufahamisha vizuri sana, jamaa wetu John Morrison, yeye ni mtu ambaye anajulikana sana upande wa kuhanta. Kule upande basi bila shaka pale ama ara za nyowe hizi kuna kuwaga na mashindano hapa basi ya kwenda msitu. Tuseme kitu kama nguruwe inawekwa, mnaambiwa muiwinde kwa msitu. Unaona? Kitu kama vile hapa basi bila shaka pale porcupine, nugunugu, yani hapa basi yenye mishale mikali inatupwa kwa msitu, mnaambiwa muiwinde. Sasa kunatokana na mashindano kama hiyo. Kitu kama vile hapa basi panya mwitu inawekwa kwa msitu. Kitu kama vile mbuzi mwitu, umbwa mwitu, sungura mwitu, nguruwe mwitu, vitu kama hizo tunawekwa kwa msitu, mnashindana kama venye kuna kuanga na mashindano ya safari rally. Mnashindana kuiwinda. Sasa kwa hayo mashindano huyu jamaa amekuwa akishinda yote. Na kwa hivyo alikaa vizuri aweze kupigwa picha sasa. Mwanzo amepata manzi hapa basi ni journalist. Mwanzo akachukua picha stara kama hiyo. Ala, asante sana. Yeye ni mtu ambaye hapa basi bila shaka pale anatambulika mpaka magazine, anakuaga basi mpaka kwa cover za magazine. Kwa nini? Kwa sababu ya uwindaji wake. Yaani yeye ni muwindaji ambaye si haramu. Kumbuka kuna wawindaji haramu. Yeye sio muwindaji haramu. Yeye ni muwindaji ambaye ni haramu. Na sio haramu, yani yeye sio muwindaji haramu, yeye ni muwindaji ambaye anakubaliwa. Na hawindi ya kule, anawinda kutengeneza jina na pesa. Lakini makosa yake, yeye ni mlevi sana. Cheko maneno. For your famous love interests and stupid reality TV shows because you're so drunk you can barely even walk. So yeah, I think I know exactly who you are. Ninajua wewe ni mtu wa aina gani. Akamwambia hapa basi bila shaka pale, wewe ni mlevi. Wewe ni mlevi ambaye hapa basi bila shaka pale hafai kuheshimika. Lakini alimwambia na mimi najua wewe ni journalist. Na hii unafanya ni jichopevu ama muleka, kitu ambao sio mzuri. Walikosana. Mwanzo jamaa ni mlevi na sasa Manza anataka kuexpose ulevi wa huyu jamaa ambaye ni national star, ni mtu ambaye anajulikana, anatambulika, anaheshimiwa. Mwanzo is a champion. Hata hivyo aliiba kamnyweso. Neke, hey. Mbona unaiba kwa hoteli na wewe ni mtu wa heshima? Kamba unajua huyu ni journalist. Naweza fanya mambo yako yajulikane kila pahali. Lakini alimwambia sikiza, mimi ninataka kamnyweso na wananiambia mambo ya masaa. Ni masaa ninakunywa ama ni kamnyweso? Akaambiwa Vavarai kuna sheria ambayo inasema hakuna kuuza kamnyweso kabla haijafika saa 11. Nike modo. Kale mathaa ndiranywa. Mimi nataka kamnyweso. Unajua mimi ni mlevi. Ndio kaambiwa Vavarai, wewe unahitaji kupelekwa rehabilitation. Mtu ako na sifa kama wewe
Or are we just wasting our time here? Haufai kuwa hapa basi bila shaka pale ati nikukunywa. Hata nikikuleta hara zenye wizi nilikuwa najaribu kukusaidia. Mwanzo historia yako ya kukunywa unalala hapa basi ovyo ovyo kila pahali. Sio mzuri. Si poa. Hata hivyo ameshachukua kamnyweso tayari. Unaona? Ameshachukua hapa basi bila shaka pale kamnyweso tayari. Punde si punde kukawa kuna hali ya hatari katangazwa kwa lile meli. Lakini yeye na ulevi wake anasema niki kwani huyo nahodha kwani hajui kuendesha meli? Ha? Ai. Kwani kuna bumps? Kuna bump huko, kwani kuna bump huko kwa na akaendelea kukunywa kamnyweso. Ololo yaye. Akaendelea kukunywa kamnyweso. Sasa kaanza kufira ile lakini kumbe hapa basi kuna hitirafu. We Vavarai iko namna gani? Hili mere kwa karibu hapa basi brasha pale kuchomeka. Ati kuchomeka. Wewe kila mtu aketi chini. Vavarai keti chini. It's for your own safety. It's for your own safety. Ni ndio amna tio ndo shule ndere ni kule yode muleu. Ni pombe inafanya nione kitu kama hiyo. Okay. Lakini mtazamaji lile meli lilianza kuripuka. Kuna hali hatari imeweza kutangazwa. Lile meli lilianza kuripuka sasa. Cheki maneno. Meli likaanza kuripuka likashika moto kila pahali. Na limejaa watu upande wa ndani kwa hivyo sasa ni kila mtu aruke venye ambavyo anaweza kuruka sasa. Kila mtu aruke venye ambavyo anaweza kuruka. Mtu ambaye anaweza kuogelea, aogelee. Mwanzo kila mtu imesemekana sasa aokoe maisha yake. Hakuna namna wenye meli wanaweza kuokoa maisha ya mtu, ni kila mtu achomoke kivyake, kila mtu aokoe maisha yake, kila mtu aruke venye ambavyo anaweza. Na kwa hivyo waliojuana na wasiojuana, kila mtu basi aweze kuruka kivyake. Na hapa ndipo hapa basi bila shaka pale sasa makaja yetu alichika kona these matter between life and death. Mwanzo meli inaripuka na watu wanakufa. Cheki. Meli linaripuka na watu wanakufa. Ulolo yai. Meli linaripuka na watu wanakufa hapa basi tazama ndugu brother mpenzi mtazamaji. Cheki. Ulolo yai rikaripuka rikarusha huyo. Meli lote kalipuka. Watu wakaripuka vibaya sana. Wengi wao wakaiaga dunia kutokana na ule mripuko. Wengine wao hapa basi bila shaka pala wakaiaga dunia kutokana hapa basi na kukuliwa na samaki na mamba. Wengine wao wakajeruhiwa na kudungwa na machuma. Hakika usiamini kuwa lile meli baada ya kulipuka kulisalia watu watatu peke yao. Makosha. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ndio unasikiaga ukianza safari ni vizuri kumuomba Mwenyezi Mungu na aweze kukusaidia na kukusafirisha vizuri. Mwanzo kwenda kwa safari, kumaliza safari hiyo ni kwa bahati tu ya Mwenyezi Mungu. Brother mpenzi mtazamaji, imagine ni kuwa gani meli na ambalo lilikuwa limebeba watu wengi zaidi, na lile meli liliweza kuripuka stari moja diadri sana tena zaidi. Lile meli liliweza kuripuka stari moja diadri sana tena zaidi. Kila mtu aliyekuwaga upande wa ndani akaiaga dunia, na sasa kumesalia tu watu watatu. Kati ya hawa watatu ni mmoja ambaye ameumia kwa jina la Andrew. Jamaa wetu hapa basi bila shaka para ukipenda John Morrison ama Rich, na manze wetu Anna the journalist. Ndiyo hawa sasa. I'm gonna go look around. What? No, you're not. Andrew ameumia vibaya sana, mwanzo amedunga hapa basi bila shaka para vibaya sana. Punde shipunde kulichomoka jitu. Kuchomoka upande wa Russia. Jitu ndilo hilo. Hey you. Jina lake ni Ivana. Wakaona venye amejaza wakasema bas, huo ni uoga yokaga. Na unaona yeye anaendelea kuokota zile vitu ambazo zimetupwa huku. Kae gai ni mwega Mungu ni mzuri. Ngagwire mwathari ni mwega. Ameona venye tuko na taabu. Agigutuma ndogo ni urakiona haha. Naona venye tumeumia. Umekuja wakati ambapo unafaa ndugu yangu. Umekuja wakati ambao unafaa. Juu hapa imekuwa ni shida sana. Jamaa kuwaongelesha. Na akona maso mpaka kwa kichwa. Alianza kuangalia huyu jamaa akamwambia sasa ile kitu iko, huyu pengine tumpeleke nyumbani. Tuendeni na yeye nyumbani. What? Mko na kwenyu huku? Tumpeleke nyumbani huko ndio tunaweza tukamtibu. Mwadhani ni mwega. Unasikia huyu jamaa baka kwao ni hapa. Mambo hapa yatakuwa mzuri sana. Sasa wanaenjoy ati mambo yatakuja kuwa mzuri sana. Mwanzo huyu jamaa kwao ni hapa. Na ukitazama mtazamaji, cheki uone ni kwa msitu.
hapa ni kwa msitu, ndugu brother mpenzi mtazamaji, na unasikia mtu anasema ati anakaaga ara za nyawa hizi. Ala, basi akawabeba kuwapeleka kwao nyumbani. You don't get lost. I'm not going to get lost. This is the wilderness. Don't wander off. Oh, really? This is the wilderness? Wow, how'd you figure it out? Ala, Samazi anamauliza kweli tuko kwa msitu na nyinyi wewe unakaa hapa? Kuna mitego. Kawambia mchunge sana hapa kuna kuwa na barbecue. Barbecue? Kumbuka mtazamaji, barbecue ni mitego za kutegwa. Sasa wanamuuliza mitego ni za nini? Kaambia usijali. Akawambia msijali, mitego ni za kuwinda wanyama. Na usije ukasahau, sasa hapa kuna mwindaji hodari wa wanyama. Jamaa wetu John Morrison Rika. Asante sana. Kisha walikuja kuoneshwa mpaka akabu huko rune kuwa mosi huko utigwa huko na kuwa wito. Kwenyu. Motito. He? Tushasikia watu wanakaa sehemu mbalimbali. For example, unasikia mtu anaitwa kitu fulani anakaa pahali fulani. For example, mtu anaitwa Jege. Jege wa Jegeke. Unasikia anakaa Githurai 48. Lakini kwa msitu wako mpaka hapa basi bila shaka para kona painkiller ulolo yaye, na kwa hivyo kuja kudungwa hapa basi bila shaka para shindano ya kupunguza uchungu. Kumbe wanakaga na Colonel Zaroff. Colonel Zaroff alikuingiria itukoro tulege mno. He's very experienced in this. Huyu jamaa msije mkawa na wasiwasi ataweza kutibu. Munakaa huku ni huko ni kuwa gishagina na kuwa tauni na kuwa wito. Huku ndio kwetu sisi tunakaaga hapa, ndio nyumbani, ndio ushago, ndio tauni. Haya. Kamfunga mikono design kama hiyo. Kisha kaambiwa sasa hapa kuna cheki venye mbavu ilirudishwa. Mbavu yenye imevunjika. Tazama mtazamaji. Hiyo ni mbavu yenye imevunjika basi inarudishwa iweze kushikana. Aish, huyu jamaa bana machezo. Jina lake hapa basi bila shaka pale ni Ivana. Jina lake ni Ivana na huyu ndiye mduzi wake basi anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale kupenda Colonel Zaroff. Asante sana. Colonel Zaroff. Retired. This is Ivan. You've met. Akamwambia huyu ni Ivan, lazima basi mmeweza kupatana. Mimi na yeye hapa basi bila shaka pale ni Colonel Zaroff. I am a Russian Spetsnaz special, yani Russian special forces are retired. I am a Russian Spetsnaz but retired. Na alikuwa na cheo hapa basi bila shaka pale cha Colonel. Kwa hivyo kuambia he is one of the most dangerous Russian forces. Yeye ni moja kati ya wale ambao hapa basi ni hatari sana. Russians ambao ni hatari zaidi. Ala, shalala. Lakini alicheki jamaa hito akamwambia unanuka tu pombe. Lazima wewe ni mlevi. Akamwambia basi kama wewe ni mlevi uweze ukakosa kamnyweso hapa. Tudhi hado tuikareta adhuri. Digi agarohea. Manza akatingiza kichwa akashindwa. Huyu ni mtu wa aina gani? Wameanguka kutoka kwa meli. Meli limezama. Wako na mgonjwa wa raza nyoize kwa jina la Andrew na anaitishwa kamnyweso. Anaambiwa akakunywa kamnyweso. Hapa basi bila shaka pale nakubali. Sasa manza alimwambia wewe ni mtu stupid. Tuna mtu tunafaa kusaidia hapa na unaenda kukunywa kamnyweso otherwise nani tumuka kunywe. Si ati mimi na wewe tunajuana, tumekutana. Manza kamuliza kuna hakika huyu jamaa atapona? Kaambua ndio atapona. Haya. Lakini ana kicheki huyu mtu. Anajiuliza maswali 56. Ya 56 kwanza akajiuliza ni je, itakuwaje hawa watu ni wawili na wanakaa kwa msitu na wako peke yao? Who are you? What are you? Where do you come from? You are Goma isi. Yani manze nashindwa sana hapa basi hawa watu ni watu wa aina gani? Wanakaa wakiwa wawili. Wacha sasa naye jamaa wetu ingia kwa jumba la huyu mtu. Akaona meno ya nyoka. Mkia wa samaki. Pembe ya crocodile. Kwa ile maskani mdomo wa kigunyabara.
Kisha kaona picha ya huyu jamaa hapa basi kwa kuropano rasha, kumaanisha huyu jamaa ambaye hapa rasha kapana na hatari kubwa zaidi. Jamaa wetu anaendelea kujionia hapa basi maskani la huyu jamaa vinyambavyo linapolia. Na kisha jamaa akachukua hapa basi rasha kapana kamnyweso. Maridadi. Asante sana, lakini hata hivi alikuja kushindwa. Huyu ni mtu wa aina gani? Mtu ambaye anaweza winda mamba. Mamba. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, wale hawajui mamba ni nini, mamba ni kengangi. Kengangi ni crocodile. Mtu anawinda mamba nani? Hapa kuna pembe ya panya. Deep. Kuna skeleton ya Hydrophothicus. Kuna skeleton ya Hydrophothicus hapa bishiduku brother mpenzi mtazamaji. Ulolo yaye. Hata hivi alimuletea kamnyweso. Sure. Alikuja kumletea kamnyweso, cheki maneno. Na jamaa wetu ameweza kuona vitu zisizo za kawaida, ara za nyowizi. Mwanzo mtu ataweza kuingia namna gani binadamu aweze kuwinda samaki ule mkubwa sana kama vile papa, na abebe mifupa yake na ilete ara za nyowizi, na hasemi anazileta za ara ama za kitu gani? Ala, hii ni kumaanisha hapa basi bila shaka pale amecheki na akaona mambo sio rahisi hata kidogo. Ai, hata hivyo aliendelea kupatiwa kamnyweso, lakini kuna kitu moja ambacho jamaa wetu alikuja kumuuliza hapa basi Colonel Zaroff. Mbinu za kuchomoka ara hizi ni gani? Namna ya kuchomoka hapa ni namna gani? Tutawahi chomoka hapa namna gani na kadhalika? Hizo ni kati ya maswali zenye hapa basi anamuuliza. I find it exhilarating, pleasurable hobby. Me too. I'm actually kind of a professional. Na akamwambia anafanyaga kazi ya kuwinda. Na hata hivyo jamaa wetu akamwambia pia yeye ni muwindaji. Na zaidi he's a professional hunter. Sasa tofauti baina ya Zaroff ni kwamba na kuitia hapa basi bila shaka pale huyu Colonel Zaroff yeye ni muwindaji haramu. Lakini jamaa wetu hapa basi bila shaka pale John Harrison Richter ama kupenda huyu Richter ni kuwa jamaa wetu ni muwindaji halali. Lakini huyu na yeye ni muwindaji haramu. Hiyo ndio tofauti. Huyu ni mwindaji haramu, lakini kijana wetu basi anawinda kihalali. Yeye ni mtu ambaye hapa basi anajulikana mpaka na serikali, anajulikana kote ulimwenguni na kadhalika. Ala, wakati huo hapa basi Andrea aliendelea kutibiwa hapa basi akipatiwa matibabu za hali ya juu zaidi na huyu jamaa kwa jina la Ivan, huyu Mrussian kwa jina la Ivan. Asante sana. Mardadi. Hukumanza kadai anataka kutembea tembea aone venye kunakaa. Ingawaje ana wasiwasi. Dhamini za manzi zinamuonesha hawa watu huenda sio watu wa kuaminika hata kidogo. Mwanzo hapa kuna kila kitu ya kutibu binadamu. Kuna simu nyingi sana ambazo zimewekwa ara zenye hizi. Na hawa watu wako katikati ya msitu. Kwani ni nini wanafanyanga kwa msitu? Manzi anastuka sana. Lakini Ivan hataki story mingi. Anamwambia tu iwapo kuna swali liweze kuulizwa mdozi wake ambaye hapa basi ni Colonel Zaroff. Shalala. Maswali ziweze kuulizwa hapa basi bila shaka para mdozi wake ambaye ni Colonel Zaroff. Hata hivyo hapa basi Manzi anauliza maswali mingi sana. Kumbuka kama journalist ama hapa basi mwanahabari ni Manzi ni mtu ambaye anaweza kuhoji sana, lakini Ivan alikataa kujibu swali lolote. Ikabidi Manzi aweze kutambaa aone venye ambavyo ara za nyowizi bishara shaka para kuna poria na kadhalika. Alright. Kumbe jamaa wetu Richard anakuwa anapatiwa kamnyweso. Ile kamnyweso iliwekwa mchere. Mtazamaji, mchere ni kitu kingine mademo ambao ni hatari wanabebaga. Ukiwekewa drop kwa kamnyweso unalewa kama mtu ambaye amekunywa pupa mzima ya pombe. Sasa jamaa wetu aliwekewa mchele kwa pombe. Kuna mademo wanakuwaga expert sana hiyo mambo. Wanakuwaga tu downtown. Ukienda downtown uanze kukunywa pombe ovyo ovyo utawekewa mchele. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ndio unaonaga watu wengi na hizi kwanza pale ambapo kuna kuwaga na lege mtazamaji. Ukitaka kuona taabu, enda pale ambapo kuna chezo lege. Ukitaka kuwekewa mchele, tabia kwa klabu on Thursday. Siku ya lege. Na ukiingia kwa vilabu mingi za watu wa lege, kuna watu walege, watu wakunywaga pombe kwa ama hata kama ni soda, unakunywa kwa umeshikilia chupa yako hivi, kwa umefunika hapo mbele. Kifuniko ni kidole kubwa. Ni kweli mtazamaji, watu wanakunywaga kamnyweso kwa umewekelea kidole kwa soda yako. Kwa sababu utakutana hapa basi bila shaka pale na manzi wa mashisha na kisha utawekewa mshere. Ukiwekewa mshere mtu anaporagwa vizuri. Unaona mtu anakupora, anaingia kwa mfuko yako, anatoa chenye anataka na hakuna kitu utafanya.
juu umewekwa mchere. Mchere ni kitu kingine inaharibikiaga sana. Hii ni kuambia watu wajichunge sana. Ala, unawekewa sasa hiyo mchere ndio jamaa wetu aliwekewa. Na inafanyaga umekunywa kidogo lakini unalewa kama umekunywa pipa mzima. Ni kama umekunywa breweries yote. Na wakora ndio wanatumiaga kitu kama hiyo. Ukiwekewa hiyo unakosa fahamu. Kisha unaporwa pole pole. Hata unaweza saidia mtu kukupora. Unaona mtu anaweka mkono kwa mfuko yako ati atoe wallet, unamsaidia kutoa na unampatia. Na unamwambia hata kuna kitu kingine umebakisha, unamuongezea hilo umebakisha. Hivyo ndivyo mshahara inafanyaga kazi. Sasa wakati jamaa wetu walikuja basi kupatiwa kamunyweso. Mwanzo Colonel Zaroff alishagundua huyu mtu anapenda sana kamunyweso. Na akamwambia cheers. Haya. Manze na yeye ingawaje hawa watu wanawasaidia lakini hawaamini. Binadamu hawafai kukaa kwa msitu. Manze alikuja kuoga na maji ya nini? Ya kikombe. Sasa Ivana anamuuliza wewe utakaa. Lakini Manze anamwambia come on. You gotta give a girl some time. Sikiza. Are you going to be long? Give a girl a second, it's been a while. Give a girl a second, it's been a while. Nimekaa sana bila kuona maji. Wacha nioge. Na hapo ndipo Manze alipata nafasi ya kuchunguza ili kishabishi aweze kujua hawa ni watu aina gani ambao anadili na wao. Kishabishi aweze kujua hawa ni watu aina gani na ambao hapa basi bila shaka pale anakabiliana na wao ama anadili na wao. Maridadi. Asante sana. Ndipo alikuja kupata huyu Colonel Zaroff is a wanted man in Russia kwa mauaji. Kwa mipango ya kujaribu kugeuza serikali. Huyu Colonel Zaroff is a wanted man. Ni mtu ambaye hapa basi bila shaka pale anatakikana na hapa basi serikali imemwekea wanted. Serikali ya Russia ndio sababu amekuja kujificha razanya with subject war crime. Colonel Victor Zaroff is wanted in connection. Yani kuna makosa mingi sana. Mwanzo alikuwa na plan ya kujaribu kugeuza serikali. Hapo Manze akajua basi we are dealing with criminals. Jamaa wetu naye baada ya kupewa mshere akaanza kuona mambo yenye hakuna. Anaona dunia ikizunguka zunguka. Akaanza kuhisi kitefutefu. Akaanza kuona kiwaluwalu. Woye, amepewa mshere. Ndugu brother wapenzi watazamaji, amepewa mshere jamaa wetu hakika na mshere ya bara machezo. Kuna watu washapewa mshere. Ukiuliza mtu kama huyu braki huyu anaweza kuambia venye mshere inakuaga. Na just imagine mtu kama huyu anakuaga mlevi. John Morrison mrevi. Kwa hivyo ukiona kitu ambayo inamuweza, unajua ni mtu ambaye amepatiwa hapa basi bila shaka para kitu ambacho ni very dangerous. Na nimekufahamisha hii kitu inaitwa mshere chenye ambacho huwa inafanya ni kufanya ulevi, ni inact kama catalyst kwa alcohol. Iko na maana kama unafaa kulewa na toti moja, unalewa vibaya sana. Manze nani alipatikana? What are you doing? Manze kauliza who are you people? Nyinyi ni akina nani? Nimeona hapa basi bila shaka para Colonel ni criminal. Sijapata story kukuhusu, lakini nimeona hapa basi Colonel criminal. Hapo ndipo Manze alikamatwa na sasa hawa watu wakaamua kuonyesha rangi zao wao wenyewe. Shalala. Na kisha na Colonel baada ya kumweza jamaa wetu na kuona amelewa kabisa, alichomoa magazine moja kati ya zile magazine ambazo zimewekwa hapa na zimechorwa picha na kuandikwa mambo yote kuhusu John Morrison Richards. Ala, akamwambia sikiza kijana wangu. Jamaa wetu hana nguvu, kumbuka hapa basi bila shaka para amepatiwa mchere. Na hapo ndipo alimwambia sikiza, nimecheki vizuri sana basi story kukuhusu na nimeona wewe ni kitu mzuri sana. Ala, mimi kazi yangu ni kuwinda. Nisha fauru katika hali ya kuwinda wanyama. Mwanzo hawa wanyama wote wenye hapa basi nimeweka ara zenye hizi mifupa zenye nimeweka hapa kama vile hapa basi skeleton ya mamba niliwinda mimi wenyewe. Kila kitu mimi huwaga nafanya nimewinda. Lakini sasa mimi nawindaga binadamu. Mandhari mwambia you are a criminal. Nimeona story kukuhusu. Real. Ndipo akamwambia ndio. Miss Richards. Mimi ni criminal ndio skatai. Lakini mimi ni criminal ambaye anafanyaga mazoezi ya kuwinda binadamu. Na siwezi nikaua binadamu ati hivi bure. Napatiaga binadamu nafasi ya kuishi. Na mimi ndio niliweza kutega meli yenu. Alimkumbusha. Mimi ndio nilikuwa ndani ya meli yenu. Na ni kawaida yangu
najua kutega meli linarepuka, watu wanaanguka kwa huu msitu, na sio nyinyi wa kwanza. Kila wakati unasikia meli limepotea, uwaga linapotelea hapa basi kwa huu msitu. Mimi ndio uwaga ninazitega, ninaangusha watu, kisha naanza kuwawinda, kwa sababu niko na mipango ya kuja kufanya kitu inajulikana kama vile kugeuza serikali. Jamaa wetu anajaribu kurusha lakini hana nguvu. Colonel Zaroff alimwambia vizuri sana, mimi niko na mipango ya kuja kugeuza serikali. Na sasa ili kugeuza serikali lazima niweze kuwa na ujuzi. Hata serikali ya Russia imeniwekea wanted, kisha na maana mimi ni mtu ambaye ninataka kugeuza serikali. Nataka niweze kugeuza serikali. Nataka kuchukua serikali ya Russia. Na nikichukua serikali ya Russia nataka kuwa na ujuzi. Na kwa hivyo nimeweza kuita huyu Ivan niweza kumtrain. Sisi tuna train kwa msitu. Na manze kama wasikiza, tuko mpaka na bunduki lakini hatutumiagi bunduki. To use guns. So I apologize. Yeah, hatupendagi kutumia bunduki. Sisi tunatakaga kuwinda watu. Kwa hivyo ile kitu tunataka kukuambia ni uchunge sana manzi, usitupatie sababu ya kutumia bunduki. Hatutawaua, hatutakunajisi. Chenye ambacho tunataka wewe na John Morrison mtaingia kwa msitu. Sisi tutawawinda. Ni wake wanaka hiyo. Wakanega kuruta maitho. Hii ni kisu ya kungoa macho. Kwa hivyo tutawapatia nafasi mzuri ya kuingia kwa msitu, mtoroke. Mkiingia kwa msitu mkitoroka, sisi tutawawinda. Nikauduka hudhu. Mkifaulu kutuua, well and good, mtuue. Mkishindwa, sisi tuwaue. Hii ni mchezo ya mazoezi, ni kuihariria. Ni kama venye watu wa wrestling wanapiga ngunia wakijua wataenda kwa vita. Sasa sisi tunajiandaa kugeuza serikali. Najua unasikia mtu kama mimi ni mwanajeshi. Najua tunajiandaa kwenda kuingia kwa msitu kuanza kuwinda serikali. Lazima tufanye mazoezi. Na sasa tunafanyaga mazoezi na binadamu. Tumeua watu wengi sana. Meli tunatega inaanguka, watu wanaingia huko, tunawawinda, tunawaua. Hii ni kuwa na ujuzi wa kuua watu. There's a boat. Do you hear me, Mr. Rainsford? There's a boat on the other side of the island. Na akawaambia hapa basi kuna kameli ambako tumeweka hapo. Mkifaulu kufika ule pande mwingine wa hii island, kuna meli mutaenda. Lakini kitambo mufike hapo, mutakabidhiana na sisi. Ni sisi mutakuwa muna deal na sisi. Mkifaulu, you are free to go. But you can only leave this island when we are dead. Game. Huu ni mchezo. You might just find it funny. Mtu kama huyu amezoea kuwinda, anaweza jibamba kwa huu mchezo. Na sisi ni wazuri, hatutawaambia mtoke hapa nje alafu tuanze kuwawinda, hapana. Tutawapatia wakati mzuri wa kuchomoka. Manze, mko na nafasi. Wewe. Sisi tunakulaga mpaka nyama ya binadamu wakicheza. Kama tunaweza kula mamba, kama tunaweza kula hapa basi papa, kama tunaweza kula wanyama kama hao, pia nyinyi tunawawinda, tunawakula, na kisha hapa basi tunaweka skeleton zenyu, ara zenyu hizi, ili wakati serikali itakuja kuchunguza na kujua story ya venye tumefanya, itaanza kuogopa. Sasa tonyoni tuko ara zenyu hizi tulianza baka kuwachekelea na tunashindwa woye. Aya nao ni moka makuragwa urue. Cheki sasa gaidi kwa jina la Colonel Zaroff. Cheki venye amewahi wekwa alama na mamba, akijaribu kuua mamba. Hii ni katika harakati ya kufanya practice ya kuchukua serikali. Kuchukua serikali ya bara machezo, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ndio unaona mtu kama huyu. Cheki alama. Akiua simba. Akiua chui. Akiua mamba. Hivi ndivyo ambavyo amekuwa akipata alama. Cheko maneno bishi dogo brother mpenzi mtazamaji.
hizo alama zote ziko kwa mwili. You okay? Amewekwa na wanyama ambao wamekuwa hapa basi akiua. Sasa naye jamaa wetu bado ni mlevi, na kama kuna mtu ambaye Manza anachukia ni huyu Gadhe. Kidogo akaona mwili wa mtu ambaye amekufa. Ololo yaye. Hapa kuna mwili wa mtu ambaye amekufa. Makosha. Oka. Huyu ni mwili wa mtu ambaye nakadeno nende mioyo. Oh nende moyo. Huyu mtu amekufa namjua. Sasa mpaka pombe yote yenye alikuwa nayo kwa kichwa ikaisha. Mpaka pombe yenye alikuwa nayo kwa kichwa, ndugu brother mpenzi mtazamaji, ikaisha. Sasa mtu atafanya namna gani? Nasikia kama nitakunia. Sasa cheki kumpa pole. Pole. Ni nini hiyo? Nyanya yangu aliniambia hivyo ndivyo mtu waga na cool down. Ate? Horrible. Kwenda huko. You see now you have cooled down. That was cooling you down. You calmed down, didn't you? You calm down, didn't you? Anamkisi kisha anamwambia unaona sasa ume calm down. Kumbuka ni mtu mlevi. Kumbuka kuna wale watu wanakuwa walevi mpaka sasa ulevi inakaa tu kama wao. Huyu naye alikuja kuomba. Maombi yenye naombaga kabla hajaanza kuwinda. Teri wagekuo. Goma, Saitani, muuaji, kifo, naomba unipatie nguvu ya kuua. Mimi kama kimuuaji cha kufurahisha Saitani. Saitani, uniongeze roho baya, roho chafu. Uniongeze ubaya. Uniongeze ubaya na roho chafu kabisa. Unibariki na unyama. Unibariki na kuua. Na kutoogopa. Unipe ubaya mwingi wa kuua. Haya. Kila mtu kuna venye huaga anaomba. Hivyo ndivyo ameomba Colonel Zarov. Yeye ni muuaji. Na sasa kuna target mbili. Kidogo, chunga manzi. Kumbe manzi alikanyanga mtego. Hapa kumejaa mabarbecue. Manzi alikanyanga mtego. Sasa ni jamaa wetu kwa maisha yake. Manzi amekanyanga mtego, maskini wa Mungu. Chunga kuingia kwa kichemba kumalizwa. Ikakamatwa na daga. Hapa ndipo walikuja kuona kumbe ni serious. Hapa walikuja kucheki kuona kumbe ni serious. Ololo yai. Manzi ni kuenda alikuwa anaenda. Cheki angeingia hapo akuwaruzwe. Cheki kwa hiyo shimo. Hiyo ni barbecue. Hai. Ni dakire huko leo. Kiodogi kia gani serious we? Hii mambo ni serious. Jamaa yetu ameokoa maisha Manzi. Kidogo Manzi akavua nguo. Tiga magalio. Tafadhali. Pombe imeisha kwa kichwa, wacha majaribu. Manzi kamwambia ni kidonda ninatibu, wacha mafikira baya. Hii dukida akiona wambia gusiruta dage siri orenda kugane thengio. Alala yaye. Shalala. Manzi akafunga chile kidonda chake. No, we need to get to some spring water and find a place to rest. Tunafaa kutafuta pahali tupumzike. Jamaa yetu anamwambia kupumzika. Tunafaa kupanga venye tutachomoka ara zenye wizi. Wewe unafikiria mambo ya kupumzika. Tupumzike kitu gani? In here, it's a matter between life and death. Manzi anamwambia utaniambia venye nitafanya. Wewe niambia venye nitafanya. Kwani wewe ni bwana yangu? Hata bwana yangu hawezi niambia chenye nitafanya. Lazima tukue pamoja. Mkue pamoja na nani? Nani anaweza taka mambo ya mlevi? Useless. Si nimeokoa maisha yako. Kwani nilikuwa nimekutuma? Haya. Asante ya puda ni mateke. Jamaa wetu akapigwa mshale. Kuna mitego aina nyingi ara za nyawizi. Jamaa wetu alipigwa mshale. Mshale ambao umewekwa hapa basi bila shaka pale zile madawa. Zile mchele ya kufanya mtu tena alewe. Hawa watu wanajua namna ya kuchomoka ara za nyawizi. Na wameweka mabarbecue. Uruche na mabarbecue wakikuachilia wanaanza kuwinda. Sasa Manza hapa basi bila shaka pale jamaa wetu ameingia kwa mtego. Amedungwa. Andrew naye ndiye huyo. Bado Ivana anampa matibabu.
Na si ati wanataka apone kitu ingine, wanataka apone waanze kumuwinda. Hiyo ndiyo plan na nia yao. Apone kisha waanze kumuwinda. Hiyo tu ndiyo ambayo wanataka. Jamaa apone kisha waanze kumuwinda. Wakati huo hapa basi bila shaka para Ivan alikuja akafahamishwa sasa lazima ujiandae. Tuko karibu kugeuza serikali. Lazima tuchukue serikali. Vavarai. Serikali ino no tukoya kweli tuli anduri. Hii serikali unaona kama itafusidio. Ai. Mimi naonaga kama unanihegeshaga. Mimi nitakuwa president, wewe utakuwa vice president. Ai. Ivana anaona huyu jamaa uaga na muenjoy. Watachukua serikali namna gani wakuwa wawili? Kidogo. Chunga manze. Kuna mitego mingi sana hara za wizi. Odolo ya ye. Kumejaa mitego hara za wizi tabidi manze basi uweze kuchunga sana tena zaidi. Wae. Na hapa kuna kabidhaa kengine. Manze akaamua kutegua. Chekr. Akategua. Jamaa wetu bado muda unayoyoma, madawa bado zinapungua kwa mwili wake. Ala. Kumejaa barbecue. Hapa kumejaa mabarbecue ndugu brother mpenzi mtazamaji. Sasa manzi alishindwa taamusha huyu mtu namna gani? Na anajua obvious amedungwa na mshere. Akaamua kuchapa raundi kivyake na uchunge sana manzi. Kidogo. Ivan ndiye huyu. Ameshachukua position na jamaa wetu na yeye hapa basi bila shaka para amejisikia. Ivan na yeye ndiye huyu ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ivana andala yeye. Jamaa wetu ameshajisikia sasa madawa zimeisha manze naye ndiye huyu. Jamaa wetu akaona mtu anakuja akajua basi. Kimeumana. Manze chunga. Na jamaa wetu ameshamuona hapa basi bila shaka para Ivan anakuja. Kwa kuja kuambia manze sasa wahepe. Ala, kuja kuambia manze sasa this time round waweza kuhepa tuhepe. Kuna kujua. Sadala wakaanza sasa kutupigwa mishale. Cheki vinyambavyo mishale inakuja mtazamaji. Ololo yaye, cheki vinyambavyo mishare inakuja hapa basi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mishare inakuja kama bomb. Mishare inakuja kama bomb ndugu brother mpenzi mtazamaji. Chunga sana manzi. Manzi anashindwa jamaa wetu wako wapi? Ai, akapata hapa kuna mtu tayari alishauawa woye yaye. Mishare hapa inamalizaga watu, sio wao wa kwanza kuuawa, watu wengi zaidi tayari wameshauawa na huyu Colonel Zaroff. Sasa manzi anashindwa kuona jamaa wetu, cheki pata mwili wa mtu mwingine ambaye ameshauawa. Ai, hapa kumejaa miili za watu na ambao tayari wameshauawa ndugu brother wapenzi watazamaji. Kumejaa miili za watu ambao tayari wakauawa. Ala, atafanya namna gani manzi wala atatenda nini? Kumbe huyu naye alikuja akapata ameingia kwa mtondo. Anahitaji usaidizi sasa wa manzi. Anahitaji usaidizi mkubwa wa manzi. Manzi akamwambia relax. Wacha kuniambia relax. Ujue wewe tu ndiye rafiki yangu ambaye ako uhai na ambaye ako hapa. Watu ni udugu. Alright. Manzi akamwambia sasa mimi niko hapa na mimi naona kama siwezi kusaidia. Woi, nakuomba unisaidie. Jamaa kaendelea kutonyera. Niki wewe, unajua wewe ni kama sister yangu. Wewe ni mtu ambaye tunapendana sana. Tafadhali isikuwe ati unataka kuniwachilia. Unajua mimi hakuna kitu siwezi kupatia. Mimi hakuna kitu siwezi kupatia. Si ulikuwa unasema mimi ni wa wana. Wewe sio wa wana. Hakuna mtu muhimu kama wewe. Hebu nivurute. Na najua uko na nguvu. Hakuna mtu ambaye ako na nguvu kama wewe mrembo. Unajua hapa duniani hakuna mtu mrembo kama wewe. Unaona? Hakuna mtu mrembo kama wewe. Akavurutwa akatolewa. Hakuna mtu wa maana kama hapa duniani. Kuja kapaka. Wacha kunipaka matope. Wacha kuliga. Naliga kitu gani?
unanivuruta pole pole. Hii ni kitu ulifaa univuruta, imagine zile dakika zote nimekaa hapo ukinivuruta pole pole. Niende mbona uko na ujinga namna hiyo? Unajua kuna watu wengine hata kwa urafiki na wao ni kudhuru. Ni kutupa, ni gote. Badala uone niko hapo ndani ukuje ukuwe umenivuruta, ni unaanza alafu unanivuruta kama mtu wa kulagi chakula. Na ni wewe mraihu. Sasa hiyo naongea hivyo juu nimekutoa, si ati juu umenitoa. Hii ni kitu hata nilikuwa nafikiria kufanya soma so tuone hapa hadi ile nyingine. Usione sasa ati umenisaidia sana. Ningefanya soma kidogo pata mtego. Sasa wamejua lazima wakae wakuwa waangalifu. We. Hii kitu inaweza ngoga mtu, si ndio? Ebu kaa hapa katikati, nivuruta nione itakugoga aje. Bwana wewe usikae. Okay. Hakuna mwenye ataka. What? Akambia mwanzo unajua I was a soldier. I was in the military. When? Long time ago. Where'd you serve? I didn't. But you just said you were in the... I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Sisi wanajeshi tuongeagi mambo ya kufanya tulikuwa nini kilifanya tuache kazi. But I was in the military. Kwa hivyo uniheshimu. Sasa mwambia pengine wewe ulikuwa askari wa forest, hakuna umilitary naona ndani yako. Hakuna umilitary. Sasa juu unajua kuwinda, unafikiria sasa kuwinda ni kuwa mwanajeshi. Wakaacha meseti tumtego. Yaani mtego venye ilikuwa imesetiwa wakategua na wakatega kivyao. Alright. Na wakaendelea kutabaa, ni watu ambao hawasikizani, hawaelewani hata kidogo. Mwanzo manzi hataki ati kuonyesha ati huyu jamani mwanaume. Mpaka jamaa wetu anamwambia yenyewe I was in the military, lakini manzi abana tabua. Manzi abana tambua. Washalala. Na wakaendelea kutambaa zenyewe hizi. Ululu yaye nakumbuka wanatambaa wakitafuta mbinu na venye ambavyo wataweza kuchomoka zenyewe hizi. Mwanzo walifahamishwa sehemu zingine za home msitu hapa basi kuna pahali ambapo kuna meli na ambaro naweza kuwachomoa ara zenyewe hizi. Kidogo hivi walionekana. Mshale ikapita kama bomu. Haya. Nimehera. Mishale inapita kama bomu. Ulolo yai. Mishale inapita kama bomu. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, kutoka kwa lile jitu kwa jina la Colonel Zarofa. Mishale sasa. Mishale inapita kama bomu. Ulolo yai. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, mishale inapita kama bomu. Makosa. Mishale inapita ara zenyewe hizi kama bomu. Tazama ndugu brother mpenzi mtazamaji. Watafanya nini? Watatenda nini? Wanafuatwa. Shalala. Walitafuta pari hapa basi wakainama desaini kama hiyo. Mishale inakuja kukuja. Cheke. Amezoea kuwinda binadamu. Or in the name anataka kuchukua serikali. Sasa ni mazoezi ya venye tawindana na wanajeshi. Aisha makosa. Wanakuja kupata tumaji manza na imagine venye amezoea kuoga vizuri. Amezoea hapa basi kukaa maisha mazuri. Na sasa yuko taabani. Hakuna chakula, hakuna maji. Juu ya hivyo maisha yake kwa hatarini. Jamaa yetu naye alikuja kuwinda kanini? Kasungura. Gaka netulite favarai. Hii lazima tutakula. Ilwa sungura sasa inatakaka kusiwe na makelele. Jamaa wetu ni semming. Found a creek. Nakagora haki wacha haka kuna pahali kuna maji. Mimi nasikia na kwambia inaruo ulimo. What? Umepiga makelele kasungura kameenda. Maybe if you weren't stomping around the forest, they would have. I am not stomping around the forest. Manza kamwambia sasa umekuja na watu matoti ikole ya leo tikole sasa hatutakula juu yako. Manza kamwambia ukishindwa kuwinda, uache kutafuta sababu ya kushinda ati hatutakula sasa. Wewe ni mwanaume na hata uweze ukawinda. Haya. Unajua mimi ni champion wa kuwinda na kutumia visu. Champion mbugani tumekaa huku tukua jaibu winda. Akaona kandege. Manza akaona kama ni anataka kudungwa. Gaine sole. Pole sina ubaya. Hata nikikuongelesha vibaya akaona kandege. Cheki venye kisu ilitoka na kandege. Shalala. Wata. Gweraga demuru. Gweraga dale mojeshi. Na hiyo ni kiojo tu. Ni venye ni kadogo. Kama ni kitu kama nguruwe ni kushika na kunyonga na mikono. Demuru mono. Toka. Uniogope. Sasa naye manza kamwambia wacha kujifanya ati ni kuogope. Wacha uone venye nitaakisha moto. Jamaa yetu akileta kuni ambazo zimekauka, manza ameleta kuni ambazo ni mbichi. Na anataka kutengeneza moto kimiujiza. Isi gonyomo.
Kwani unafikiria sasa juu ati sasa ni mwanaume ndio utafanya kila kitu? Kaa hapo nitageneza moto. Mwaki urathondeka ate? Woguo gukurura nginya hakane mwaki gitene. Ategitene. Ninahakisha moto kizamani. You know, Unafaa kuhakisha moto kisasa. Hebu nyamaza. Sasa si ati juu umeleta nyama sasa ati wewe uchide huku kisema wewe ni mwanaume baka moto niwe utahakisha. Akaanza kupuliza. Sasa anapuliza ati kutoke moto. Pwe na waki ya mwaki gitene. Weka hapo ni kuonyeshe. Ni kuhakisha moto kizamani. Kizamani. Pwe ni kupuliza moto itakuja. Wacha ujinga, chukua kiberiti. Chukua kiberiti akisha moto. Sasa unadhani sasa singehakisha moto? Mimi ninajua kuhakisha moto kizamani, lakini juu uko na kiberiti wacha sasa nihakishe kisasa. Haya. Hebu chija yako. Ama nikusaidie kuchija. Unajua kuchinja ama sasa tena utachinja kizamani? Kizamani mlikuwa mnachinja aje? Kai, wacha kuchinja nikiona. Na si unajifanya unaweza chinja? Na si ndio mimi naweza chinja kizamani. Kizamani mtu alikuwa anashika hivi na meno. Unatoa kashigo, unatupa. Lakini jamaa wetu aliweza kusaidia hapa basi. Wakatengeneza nyake ya kanyoni. agreed. So do you always eat what you hunt? Na jamaa wetu sasa wakikumbuka wamekuwa hawasikizani. Wamekuwa hapa walakini hawaelewani hata kidogo. Wamekuwa hawaelewani hata kidogo. Imekuwa hapa basi bila shaka pale ndio wako hapa. Ni kweli wako hapa na wako peke yao. Mtazamaji, it's a matter between life and death. Mwanzo wako kwa msitu pahali ambapo hawajui wako wapi. Hawana compass. Yani hawana kifaa chochote ambacho kinaweza kuonyesha whether wako upande wa magharibi, wa mashariki ama wa kusini. Pahali ambapo walipo hawajui ni wakienda vipi ambapo watapata njia ya kuchomoka hizi. Kitu moja tu waliweza kufahamishwa ni kwamba na kweti wakienda mwisho wa hii island watapata pahali ambapo kuna meli, na hilo meli litawachomoa ara zenye hizi ili wapeleke popote ambako wanawataka kwenda. Lakini sasa meli lenyewe pahali ambapo lilipo hawajui ni wapi. Njia zenye ambazo watatumia ati ndivyo waweza kwenda na kadhalika hawajui ziko wapi. Na kama sasa ukitazama utaona already imeshafika nyakati za usiku. Na ndipo basi sasa jamaa wetu alikuja kubanga na manza na kumwambia iwapo tunataka kuchomoka ara zenye hizi lazima tuweze hapa basi kuwa kichwa moja. Lazima tuweze kuembrace handshake. Hapa lazima kuwe na handshake. Hapa kunahitajika muungano. Boyfriends. Or proms. Kunahitajika hapa basi tuweze kuungana ili tuweze kuchomoka ara hizi. Na ndipo sasa wakaanza kubonga. Manza akamwambia hapa basi venye yeye hatakagi mambo ya wanaume kutokana na kitu ambacho aliweza kufanywa na boyfriend yake. Manza akaelezea mataabu zenye ameweza hapa basi bila shaka pale kupata kutoka kwa boyfriend yake. Hata alikuwa anaenda kwa boyfriend yake anapata nguo za madem. Akiuliza boyfriend yake hizi nguo ni za nani? Ati kama siku nyingine alienda akapata nini? Akapata sodolia. Akauliza boyfriend yake hii sodolia ni ya nani? Boyfriend yake akamwambia ni yako. Na manze anajua sodolia zake zote venye zinafanana. Tena ile ilikuwa kubwa sana. Unaona? Sasa ile hali kamfanya asikie vibaya sana. Kwa sababu alikuwa anaenda kwa boyfriend yake, mara anapata uruwaru. Akipata uruwaru anaona hii ni size 1000. Yani ni kubwa sana, lazima ni mtu ambaye ako na sidonge kubwa. Akiuliza boyfriend yake anamwambia hiyo ni yako. Atuliwacho kuwa mlevi. Sasa kutoka hiyo siku akachukia sana ulevi. Mwanzo ulevi atunawekelea kwa kila kitu. Unaona? Maybe. Sasa yeye akachukia wanaume na hatakagi mambo ya maboyfriend. Ndio hata anamchukia. Alimwambia hapa basi jamaa wetu vizuri sana John Morrison Richards. Akamwambia vizuri sana basi mimi sababu ya chuki ambalo niko nayo juu yako si ati ni wewe nachukia. Ni kutokana na kitendo chenye niliweza kufanywa na boyfriend wangu na nikachukia sana wanaume na nikaona siwezi taka
mambo ya wanaume. Kwa hivyo sije kanichukua vibaya na kuchukia bure. Ni taabu na shida zenye nimepitia. Ile guy wanaume. Kwanza nasema ile taabu. Kuna mwingine naye nilikuwa naye hapo mbeleni. Alikuwa ananipenda, kaniambia hata nioa, kila kitu ananifanyia, lakini wakati tu hivi niliteremsha bendera. Kutoka siku hiyo sijai muona tena. Uliteremsha bendera ya jigani? Wacha ujinga, sikuteremsha bendera. Bendera ya taifa. Wacha wana, kwani kwani hujui maana kuteremsha bendera? Sijui. Kuteremsha bendera ni kuigizwa box. Box gani? Pio box ama homo pika box ama box gani? Najua mambo lazima uniambie vizuri. Si unaigizwa box, yani unakubali. Sense? Okay, ukigizwa box utatoka. Si hiyo box unapasua na kisu, unatoka, unakuwa uko nje. Wacha wana. Unaingizwa box, unakuwa yani umependa mtu. Alafu mtu anakuacha. Imagine. Sasa sitakagi mambo ya watu. Haya. Na mimi sijaipata mtu naweza wacha. Ndivyo kila mtu anasemaga. Lakini mimi sitakagi mambo ya wanaume. Wanaume ni wanyama. Kuna wimbo wanaibaga wanasemaga, ukagwenda guria guta. Take it. Ai. Ni adu walioru. Hao ni wale watu wabaya. Naona mimi natafutaga mtu mmoja tu. Mtu mwenye amewahi kosewa akuje nifutilie bali hiyo makosa yote. Demwaga muno. Mimi ni mtu mzuri sana. Mzuri sana sana sana. Okay. Usijali, Mungu atakupea tu mtu wa kukupenda. Otherwise mimi siwezi penda mwanaume. Hata mkuu pali kama hii kwa msitu ni nyinyi tu. Wacha kwa msitu, hata tukiingia kwa moto. Ati huyo mwanaume awe ndiye ambaye ni maji ya kupunguza moto. Nitaamua tu kuchomeka. Na unaonaje hii hali ya baridi? Hali ya baridi, usijali, kila mtu tu atarara kivyake. Na Manzi akarara peke yake. Na jamaa yetu sasa kulingana venye amesikia, Manzi amesema kweli atakagi mambo ya wanaume. Kwa hivyo kila mtu akarara kivyake design kama hiyo. Ilikuwa ni nyakati za usiku tu, brother mpenzi mtazamaji. Huyo akarara padi ile mpaka asubuhi. Mpaka asubuhi mtazamaji. Na wakaamka wakaenda. Hivyo tu. Hizi ni zile mambo nakwambiaga mimi mwenyewe siwezi, ninashidagwa sana. Heri nikudanganye mpaka nikudanganye. Kuna mtu mwingine alifanya hivyo. Ile uongo nilimdanganya hata yeye sasa anakumbukaga. Mtu mwanaume ni uongo. Mtazamaji, kumbuka ukitaka mkosane na demu mwambie ukweli. Hii ndio watu wa majuagi, ukitaka mkosane na demu yeyote mwambie ukweli. Hata kuulizaga ushakuwa na mademu wangapi, unamwambia 24. Unamwambia yeye ni wa kwanza. Alright, wakati huo sasa jamaa wetu alikutwa na Ivana. Ni asubuhi na mapema. Goja. Ndirako kuthata teri. Akajipaka nini? Mchanga kwa mkono. Netodhie. Wakaanzana sasa. Ololo yaye. Ivana anamwambia mimi ni mawindano. Na kwa hivyo tunapigana free and fair. Shalala. Manzi akaingilia. Kumbuka sasa umeshasikizana na Manzi walibonga kwa mabeshti. Kwa hivyo sasa ni kusaidiana. Ndio huyu Ivana. Jamaa wetu na Ivana. Na Manzi kwa upande mwingine Bishara Kapara anasaidia. Manzi anatafuta mpaka mawe. Barabara. Ruka. Santa. Chukua dondi. Maridadi. Manzi anasaidia sasa. Manzi ananyonga. Jamaa wetu anapata nafasi ya kumgonga. Barabara. Manzi anasaidia Santa sana. Chukua. Kamata. Asa. Maridadi. Barabara. Manzi fasta hapa basi Bishara Kapara kumbusha jamaa wetu aliweza kutega tumtego wara zenye wizi. Hapa ni pale waliweza kutega mtego. Ala. Jamaa wetu ameekelewa madondi na Ivan. Wewe. Wachana na mwanamke kuja pigana na mimi. Wekwa kando. Ai, niangane gura. Akagonga jamaa yetu ya makagali na kisha akafanya sima chozororo. Mashallah. Kisha akatoroka. We, nikuru watu kana nikurokura.
ni kupigana ama ni kutoroka, utatoroka vavarai. Lakini anachomoka mbio mbio, cheki. Wamemleta hapa mwanzo, unajua kuna mtego. Hapa kuna mtego. Hapa kuna mtego. Jamaa wetu sukumwa madondi. Manzi tafuta hapa basi bila shaka pale mtego ambao waliwacha kuwa wametega. Tafuta hapa basi mtego ambao waliwacha kuwa wametega. Ashalala. Ulolo yaye. Jamaa wetu atamaliza na Ivan sasa, cheki kunyongwa sasa. Nyongwa na Ivan mbaya mbovu. Nyongwa na Ivan mbaya mbovu. Hapa kuna mtego iko upande wa juu. Kidogo Manzi kuachilia Ivan akaondokea, anaijua ni yeye aliseti. Lakini kuna moja ingine hapa wa reset opposite. Manzi aliwachilia. Akapigwa na mgongo. Aligongwa mbaya mbovu na mgongo. Hawa na wao wakachukua bidhaa zote hapa basi zake Ivan. Unaona sasa tukiwa pamoja. Hii handshake inasaidia sana. Unaona? Hii handshake imesaidia sana kutoka tusalimiane na tusikizane, tufanye kazi pamoja. Angalia venye tumiagusha huyo gaidi. Kisha jamaa wetu akampigia hapa basi Colonel Zaroff. Akamwambia tumegonga Zaroff, tumemwacha hali mahututi. Wakaambiwa kama mbona hamjamuua. Lakini jamaa wetu akadai sisi sio wauaji. We are trying to survive. Hawakumuua. Mpaka Ivan alishtuka. Mwanzo amegongwa, amewezwa, lakini jamaa wetu John Morrison Richards hawakumuua. Walimwacha akiwa uhai. Hatimaye Colonel Zaroff akakuja kumcheki. Tazama. Akamwamsha, wewe amka. Na watu ni wajiga, bona waja kuua. Kisha daga akamiss. Kisu inakuja kama bomb. Na nawe ikiaka hiyo. Hatukuogopi. Wewe amuka, hawa na watu bona waja kuua. Ha? Unapigwa kwani wewe ni mtoto? Alafu hawa watu ni wajiga sana, wanakuacha ukiwa uhai. Marala kako kuraga niki. Bona hawakuui. Hii ni windano, you kill or you be killed. Hakuna cha kuhurumia mtu. No, kada hiyo dami tikia nini? Ni venye huku kubali kuwa demu yangu. Ungekubali kuwa demu yangu jana. Huyo mtu ningemuua. Kidogo Manzi akakanyanga landmine. Jamaa wetu kuchungulia kamwambia, I told you I was a soldier a long time ago and I know what this is. This is a landmine. Mwanza kamuuliza itakuwaje landmine hapa ni kwa msitu. Akafahamishwa na kumbuka hapa basi Colonel Zaroff alikuwa mwanajeshi kuro pande wa Russia. He is a Russian suspect nuts. Na kwa hivyo kumaanisha ni jamaa ambaye ni hatari zaidi. Na kwa hivyo hapa basi kuna urahisi kwake kupata kombora aina ya landmine. Mtazamaji, landmine ni kombora ambalo huwaga linategwa chini ya ardhi. Landmine trigger yake inakuwaga ni ka spring, ukikanyanga unategua. Ukiwa umekanyangia hivyo haitaripuka, lakini ukitoa mguu ile spring inafanya hapa basi bila shaka pale vitu ziwachane kuro pande chini, kombora linaripuka vibaya sana na linakuangamiza. Sasa Manzi already ameweza kuikanyanga. Alimwambia jamaa wetu go cause this is death. Lakini jamaa wetu anamwambia hapana, mimi sitakuacha. Nataka unipatie ka story kamoja kwa maisha yako. Okay. I wasn't always like. Akamwambia umeshindwa kunipatia story, wacha nikupatie story. Babangu alikuwa mwindaji. Sasa Manzi anamuuliza story ni za nini? Na hapa ni kifo. Story ni za nini? Hapa ni kifo. Lakini jamaa wetu akamwambia nataka kupatia story kuhusu maisha yangu. Babangu alikuwa alinifunza kuwinda. Wakati mmoja alienda kuwinda pahali ambapo kumepigwa marufuku kuwinda. Na hapo akakutana na kifo chake. My first buck. It was clean. Perfect shot.
babangu alipatana na kifo akifanya uwindaji. Na hapo nipo nini hapa, kutokana na kifo cha babangu mimi nitakuja kuwa mwindaji haramu. Alienda kuwinda pahali ambapo hafai, akapigwa marisasi kwa uwindaji haramu. Akapigwa marisasi kumalizwa kwa uwindaji haramu. Sijawahi sahau na kifo chake. Sura yake haijawahi toka. Tulikuwa na yeye mwanzo, alikuwa ananifunza kuwinda. Kifo chake hakitawahi toka kwa akili zangu. Lakini na mimi ikiwa kama hapa basi kufurahisha spirit yake, mimi huwaga nafanya uwindaji professionally. Na jamaa wetu anapatia manzi story kama hiyo story ili aweze kuruka na yeye. Mbele manzi akitense, mguu itatereza. Mguu ikitereza wataripuka. Kwa hivyo jamaa wetu si uongo, alikuwa mwanajeshi, aliruka mbele manzi design kama hiyo. Kisha akagojea sasa mlipuko ilipuka kuru upande wa nyuma. Lakini hakukulipuka. Manzi alifurahia akasema, I'm alive. Oh, we're alive. I'm alive. Oh, mimi sasa hata naweza kubali kuwa mtu wako ma. Ayaya ugama. Nikikinyaga nyingi kuhonokie. Kama utakubali kuwa demu yangu kwa sababu ya kuokoa. Oh, mimi sasa hata nimekubali. Umeokoa maisha yangu, nimekubali. Kidogo Manzi akachungulia juu. Hakukuwa na landmine. Ilikuwa ni barbecue. Hiyo ni setup. Sasa pahali tumelalia ndipo inategua hii yenye inateremka kama bomu. Ramsa kibira kusimama sasa. Walitoroka, lakini bado nikuga ni bobby trap. Ukifika hapo kwa umekimbia stari kama unafika mwisho wa barabara, ukifika mwisho wa barabara unaanguka, ukianguka unakufa. Manzi akamshikilia. Cheki chini. So many people have died out of this. Cheki. Yani magaidi wanakuwa wame set up. Huwezi ukaokoka mitego zote tatu. Cheki venye watu wengi wamekufa hapa. Watu wengi sana wamekufa kutokana na zile bobby trap ambazo zimetengenezwa na huyu Colonel Zaroff. Sanana. Colonel Zaroff yeye ametengeneza mitego mingi zaidi. Hii ni practice ya venye ataweza kuua watu wakati anachukua serikali. Wala yeye. Hawa walifika hapa na walikuwa wameambiwa wakifika hapa kuna meli. Kufika hapa wakapata ni pale ambapo lile meli lao liliweza kulipuka. Kwa hivyo wakajua obvious hawayuko hapa, they are in the wrong place. Hatimaye wakapata vitu zingine kama vile masilaha na kadhalika. Kuna vitu ambazo ziliweza kuanguka ara za nyawe hizi na kadhalika. Kwa hivyo wakafurahia, at least wamepata bunduki na vitu zingine kama hizo. Manzi kabambika. Unaona mtazamaji, toka hawa watu waanze kufanya kazi pamoja, mambo inakuwa mzuri zaidi. Na kumbuka waliweza pia kupora vitu zake hapa basi bila shaka para Ivana. Kwa hivyo kuna vitu mingi sana kama vile radio call na vitu zingine ambazo wanaweza zikawasaidia. Lakini ajabu ni kwa hii radio call inaweza tu piga simu. Hapa haiwezi kapiga simu kuitisha usaidizi. Wakipiga simu wanapata wanaongea na Colonel Zaroff. Na hapo ndipo Manzi aliwaambia, we are not afraid of you. Manzi ilibidi amwambie hapa basi Colonel Zaroff live and direct, hatukuogopi. You want us, come and get us. Kama wanatutaka. Wakajua, wanajua. Thank God. The thought of your skin spread all over the trees would have kept me up all night. I am not afraid of you. No need to be afraid. I'm not afraid of you. You want us? Come and get us. Lakini jamaa wetu walisensa akajua, huyu jamaa anatutrace. Anatuweza, kisha na maana anatutrace. Anaweza akajua pahari sisi tulipo. Kwa hivyo, Manzi akaambia tufanye aje? Tutupe kila kitu ambacho tunaona hapa basi anaweza kuwa ameweka signal. Zaidi kwanza bidhaa zake huyu Ivan, zote ambazo tuko nazo. Na huenda hata kwa mili zetu maybe kuna vitu ambazo aliweza kufanya nini? Kuweka ili aweze kututrace. Kwa hivyo, wakaanza kutafuta kila kitu ambacho kinaweza kuwa kimewekwa nini? Kila kitu ambacho kinaweza kuwa kimewekwa tracking device. Mwanzo walikuwa kwake Colonel, kwa hivyo Colonel huenda aliweka vitu kwa nguo zao. Angalia na huko. Okay, thank you. Manzi akavua blouse, akatupa. Jamaa yetu vile vile akavua hapa basi t-shirt. Kisha anataka kuona nyonyo za demu. Toa hiyo, inaweza kuwa imewekwa tracking device. Nini? Si hiyo sodoria.
Okay, na basi siwaangalie na huko, hapana, mwili inakataa. Okay, mwili inakataa, basi wewe angalia tena huku, wacha mimi niende nijifiche nibadilisha mavazi. Na ni kweli wakati walitupa zile bidhaa, akatupa truck. Akawacha kuwaona. Asante sana. Lakini Ivan afurahi. Wacha tuongee mambo mengine rafiki yangu. Wakati ulipata nikiwa uhai, ulianza kusema kwa nini hawajaniua. Unajua kuna maongeo mengine mtu anaongeaga, unashindwa ni mtu mzima ama ni kipi. Wacha nikwambie, serikali tutageuza. Hatuongei mambo ya kugeuza serikali. Niko uhai na wewe unauliza kwa nini sijauawa. Huo ni udugu kweli? Goja. Kuna mambo umekuwa ukifanya yenye inafanya nishindwe kama kweli tuko pamoja. Yaani unapata niko uhai, unauliza kwa nini sijauawa. Kiu ni kiudo kiuru mno. Hiyo ni jambo ambalo sio ya kujenga taifa. Hata tukigeuzaga serikali, watu wanajenga serikali wakiwa pamoja, lakini si unauliza kwa nini sijauawa. Tena mimi kama Ivan, kuna pahali naona unanidanganya. Miezi mingi sana umeniambia tutageuza serikali. Mimi nashindwa. Hii serikali tunageuza tukua wawili. How can two people gargle their car? How can two people gargle their car? Oh, sijali. Kuchukua serikali tutachukua. Mimi ni rais, wewe ni makamu. Wacha kwanza tuue hawa watu. Lakini Ivan, hii story imewacha kumjenga. Hii story haimjengi Ivan hata kidogo. Itakuwaje mtu ni beast yako na anauliza kwa nini hujakufa? Hiyo story haimbambi hata kidogo. Haimjengi hata kidogo. Ile story haimjengi wala kumbamba hata kidogo. Ashalala. Ulolo yaye. Hata hivyo, hawa nao walicheki jamaa wetu hapa basi bila shaka pale John Morrison Richards alikuja kuchora plan. Wakadai hata kama wanachomoka hapa, hawafai kumuacha Andrew. Kwa hivyo waliamua at time Colonel Zaroff atoke kwa jumba lake aende akawatafute. Wao na wao warudi kwa maskani wamchukue Andrew. Hiyo ndio plan ambao wako nayo sasa. Waende wakamchukue Andrew. Chukua darubini, kumbuka ni moja kati ya zile vitu ambazo waliweza kupata. Chungulia, wakaona amechomoka. Sasa hii ni plan. Mwanzo waliona ujamaa akona kamba, akona kila kitu. Ameenda kuwawinda. Na wao wako hapa. Lakini huyu jamaa juu ni mwanajeshi kuchungulia. Ukitumia bunduki yenye iko na darubini huaga inatoa sign. Ina shine. Sasa alichungulia akaona. Kwa hivyo akajua hawa watu wanataka kunini? Akajua chenye ambacho wanataka. Neuma. Tuende tuchukue Andrew tuepe. Bash. Ama utaenda peke yako gotire. Chukua kisu. Hii ni partnership. Wanza akakamata daga. Jamaa wetu akachukua bunduki. Tuende tukachukue Andrew. Unajua unaona kama wewe ni mwanaume sana. Netodhie. Ala. Wewe hujui maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake ni kuwa what a man can do, a woman can do better. Kwani iko nini? Bash. Kwanza maji anatangulia. Cheki kisu venye ameshika. Unaweza dhani ni chipo na katakata. Unaweza dhani anataka kukatakata chipo. Ateke. Hivyo nimekuambia. What a man can do, a woman can do better. Tuigie. Lakini uongoze wewe ndiye mwanaume. Wanamtaka Andrew. Wachomoke na yeye. Mwanzo hawaoni hoja ya kumwacha ara zenye wizi. Wakijua hawa watu ni wauaji. Kwa hivyo fasta hapa basi ni kumchukua waweze kuchomoka na yeye. Fasta. Wamchukue waweze kuchomoka na yeye. Chap. Jamaa wetu bunduki mkononi. Fanya speed manzi. Speedisha manzi lakini kidogo. Akaingia na pisto. Na ameshika mdomo ya bunduki. Jamaa wetu akanyang'anywa bunduki. Nostro bunduki amekamata na kisha jamaa wetu akaweza kunyang'anywa star kama hiyo. Move. Kisha manza kaambiwa weka kisu chini. Leta kisu. Ama nipige huyu marasasi. Give me the knife. Ama nipige huyu marasasi. Manze akapatiana daga. Asante sana.
Oye, sasa wamekamatwa. Oh, Oh, watu. Yaani mlikuwa mnadhani nyinyi ni wajanja ati sasa nikuja kuchukua huyu na muende? Nimeona bunduki yenu kishaini nikajua mnataka nitoke. Ha? Okay, sasa si utuue. Sitakagi kuua watu namna hiyo watu wakuwa wamesimama. Mimi ni mwindaji. Lakini sasa huyu mgonjwa plus wewe. Sitaki kuwaua juu nitakuwa nimefanya vitu sipendi ama soja. Natakaga kuwindana ama kupigana na mtu ili tuweze niweze kumuua vizuri. Kwa hivyo nataka kupigana na huyu mtu. Juu ni mwindaji. Tupigane na yeye vita ya mkono kwa mkono. Nione kama yeye ni mwanaume tosha. Usijaribu. Nikukuhura kabaru. Nitakupiga daga ya mbavu ama nikukate shingo. Kwa hivyo chenye ambacho unafaa kufanya mimi na wewe wao, lakini huyu dem na mgonjwa wauawe huko nje. Nataka kwenda kuwinda watu wengine. Nyinyi mmekaa sana mkiwa uhai. Ivan, chukua hawa watu uende wapige marasasi. Nibakie na huyu. Alright. Na ufanya haraka Ivan, na usifanye ile ujiga umezoea. Juu kuna ujiga mingi sana ya kupigwa unabakia kwa hali mahututi. Tuna shida wewe ni mtu wa aina gani? Unasikia Ivan? Haya. Kachomoka. Na Ivan hafurahishi siku hizi na huyu jamaa. Mwanzo anamtusi hovyo. Tena Ivan anaona hii kazi aliabiriwa hata kazi kama imekosekana. Hii mambo ya kugeuza serikali itakuwa gumu sana. Wamekaa hapa kwa msitu miezi 3. Watatoa serikali kwa msitu. Sasa baka Ivan anashindwa. Hii serikali wataitoa kwa msitu. Watatoa serikali kwa msitu. Ololo yaye. Ashalala. Tumetoka ambua gojea usikie marisasi ya wenzako wakiuawa. Ili after hiyo ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Kidogo, jaribu kuleta kenyolilo. Akasikia mlio wa marisasi. Your woman is dead. Your friend is dead. Sasa tupigane na wewe ni kama unataka kufanya revenge. Na ujue it's a free and fair. Lakini mimi niko na mkuki, niko na kisu, niko na buduki. Na ujue ukinigoga nikisikia uchugu ninatumia silaha. Juu unaona sasa mimi ndiye mdozi huku. Kwa hivyo it's a free and fair fight. Lakini mimi uchuge sana juu niko na masilaha. Ninakuwa na mkuki ingine iko na madhagu. Hii kisu nayo nimetia makali sana. Mukata inayonaga inakatika ikuwa peke yake. Ukukugeria kugudhati hadogo igua ruo ukamenya nini guguthesha. okay. Kwa hivyo nitupigane na wewe lakini wewe uwe unanichuga nisikasirike. Juu nikikasirika nikahiyo kagutinia goto. Tuko pamoja. Kwa hivyo niupige mimi kuwa una nini? Unajuga nisikasirike juu mimi niko na masilaha, niko na buduki, niko na kila kitu. Toni ngodongani hai. Mimi niko na basilaha. Kwa hivyo wewe unanipiga ukichuga juu. Hata hii ni buduki. Hii ni buduki hii. Ya nikisikia uchugu nikupiga risasi. Lakini nataka tu tupigane ili nione nilipigana na mtu kabla hajakufa. Lakini tukipigana uweke kwa akili yako kuwa niko na masilaha. Sifai kusikia uchugu. Sifai kukasirika. Ninafaa kuishira. Lakini wewe tunapigana na wewe ina free and fair fight. Na huyu pia atakuwa hapo akiona uko karibu kushida akuue. Lakini hii ni pigano tunapigana free and fair. Yaani free and fair yangu ni kuhakikisha na mimi tu nitashida. Umewaua? Mbona una sita? Ndio nimewaua. Haya. Lakini Cornel alicheki kwa macho yake Ivan, akaona Ivan hajafanya venye alimwambia. Akaambia jamaa wetu nataka hapa basi uangalie huyu jamaa uniambie kama ameua hao watu. Well, it is over. Wait, look at Ivan. Ebu angalia Ivan. Tell me. Angalia kwa macho yake uniambie kama ameua mtu. Did he kill the girl? Did he kill the girl? Jamaa wetu kucheki macho ya huyu jamaa hapa basi akasense hakuwaua. Na ukweli uliopo mtazamaji ni kwa Ivan alifika hapa akamwambia manze sikiza. Huyu jamaa nimeona nimewazimu.
Anitia kazi ati tunageuza serikali na hakuna serikali tutaogeuza. Kwa hivyo mimi nimepiga marisasi juju, nataka kuokoa maisha yako. Nataka uchomoke hapa, wewe mkuu na huyu mtu wako mwende. Juu sitaua mtu mwingine. Sitaki kuua mtu mwingine. Ukipita na ukienda na hii barabara kabla hujafika mwisho wake utapata pahali kuna kaboti. Tafadhali chomoka nao kaboti. Juu hata mimi sitaki hii kazi. Hii ni ujinga. Serikali gani tunageuza? Tukua watu watatu kwa msitu. Nimechoka kuishi kwa msitu. Huo ndio ukweli. Na Colonel Ivan, yani Colonel Zarov alijua Ivan amemsaliti. Ivan, kula risasi. Ulifaa hata kuuawa wakati ulishindwa. You are useless. Sasa ni wewe. Kama naweza ua Ivan, uniambie wewe nitakufanyia nini? Nataka tupigane na wewe. Free and fair fight. Lakini ukumbuke masharti. Mimi ndiye mwenye masilaha, wewe hautakuwa na masilaha. Ukumbuke kitu kingine. Sifai kusikia uchungu wakati tunapigana na wewe. Juu nitatumia masilaha. Sheria ingine, mimi nina ruhusa ya kuishira. Na nitatoa marisasi nibakisha na risasi moja kumaanisha ni yako wewe. Ukumbuke niko na mkuki. Ugudiagirire kuigua ruo. Ino ni haro, ni vita baina yangu mimi na wewe, lakini sifai kuhisi uchungu. Thank you. Asante kwa maisha ya manzi. Na wewe game on. Twende shasha. Ala, kama unataka tu vita, ndugu brother mpenzi mtazamaji, sasa vita ikakuja kuchomoka. Ni baina ya jamaa wetu hapa basi bila shaka pale John Morrison Rita. Hapa basi bila shaka pale anajiita kwa jina la Colonel Zarov, and it is a fight to the death. Only the strong to survive. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, it is a fight to the death. Only the strong to survive. Bila kusahau never live alive. Hapa bishine kwenye kipindi cha lala salama. Twende shasha. Ala ai ala ai manino nikatambe sasa baina wote wawili. Jamaa wetu sasa nitetea maisha yake. Jengili ana kisu na masilaha. Ashalala na ni waadinia. Umenikata. Hii ni kuoneshana sasa nimekasirika sana. Na mchunge mwanzo huko bado kuna mabarbecue. Huko bado kuna mabarbecue, zile mitego bado ziko hata ara zenye wizi. Sasa hawa wakitambaa stara kama hiyo moja. Kampata Andrew kwa moyo. Jamana hisi uchungu imempata kwa moyo. Imempata kwa moyo. Alimwambia Manze Life, nenda. Maybe siku zangu zimefika. Mwanzo venye uchungu ambao nimesikia ni uchungu ambao hapa basi ni wa kifo. Jamaa wetu na yeye tayari akapata kisu. Asante sana. Weka hiyo kisu chini. Hakuna. Naweka kisu chini. Naweka kisu chini kitu gani? It's a matter between life and death. It's a matter between life and death. Hapa hakuna nini? Hakuna kuniua ati ya W. Kama ni kuniua unaniua mara moja. Na kwa hivyo nikatambe kutamba. Chunga kisu kwa moyo nani? Ai. Ala. Na nyakati ya ni za usiku. Chukua. Kamata. Ashalala. Jamaa wetu natafuta hapa basi tia hichi kisu moyoni mwake huyu Colonel Zarov. Colonel Zarov anatumia mpaka mawe. Nikulewe ishira. Hali ni nikulewe ishira. Pata dondi. Chukua dondi. Jamaa wetu ngangana kumnyang'anya kisu mwanzo anajua hichi kisu. Ngua na mawe. Huyu na yeye ndivyo hivyo. Oriaga dunia. Huyu ni wakuwa. Ni dedhiera. Unaonaje ukikufa? Ndio sio rasi ya white. Naona chura za white zinakuja zikirukaruka. Sikisema mimi ni wahera. Okay. Kwa heli. Huyu akaderi na akakujiwa na chura za white. Wakati huo. Cheko maneno. Wakati huo. Visu mbili kwa mkono desene kama hiyo bishi dogo brother mpenzi mtazamaji. Visu mbili kwa mkono. Ameshika huyu bishi Colonel Zarov. Asante sana. Jamaa yetu alichukua moja. Asante sana. Wakangana yeye. Kaitungilishia kwa moyo na akaholelia. Ala. Alimdunga kwa moyo. Magaiwe. Gwilide wajoraga ni ukuona. Nilikuambia ukiniua utaona. Nione nini? Jamaa wetu alipata nafasi akachukua kisu na akaitia kwa moyo vibaya sana akiwa na machungu.
Ala, ugeuze serikali. Unafikiria serikali ni kitu kuchukuliwa namna hiyo ati sasa ni kufanya mazoezi ya kugeuza serikali? Anageuza serikali, ageuze serikali gani? Alitiwa kisu katikati kwa moyo. Shalala. Mazi nadi huyu. Komodo shotomorage. Ako wapi tumuue? Hajui tumekuwa mabeshte. Nilikuambia mimi ni mwanaume na nusu. Huyo mtu nimetadika kama kapi. Amepiga duru mingi sana. Nimekanyaga yeye. Kwanza nilikuwa nampiga na vidole mbili. Goi. Mimi kutoka wakati ulikubali ati utanipenda, nimeharibika sana. Nilikuwa nampiga na vidole mbili. Kamuikia karalitho, kamuikia goto, kamuikia twarada, garutamara. Nimempiga vita ingine hajawaiona. Kija hatimaye nikaona ili kuhakikisha amekufa nikaduga kisu kwa kucha yangu. Nikaweka kisu kwa moyo wake. Nikammaliza. You need a man like me for a husband. Jamaa wetu kitu moja sasa hata waisahau na babake. Kitu ingine hata waitaka mtu anamwambia ati kuja apige set kwa meli ama kwa gari, hata kwa pikipiki wala kwa tuktuk. Jamaa wetu hakuna pale alikuwa anaenda. Yeye alipanda kwa meli tu ati ni kupiga set. Kupiga seti imemletea taabu na manzi bana anaenda kumpiga picha. Kumbuka once a journalist always a journalist. Washalala. Alimpiga picha design kama hiyo. Kisha unaona baada ya kumpiga picha design kama hiyo hapa basi jamaa wetu alikuja katulia raizi. Kumbuka hapa basi ni pale ambapo wameweza kumzika Andrew. Walimzika Andrew. Kuliko waache mwili wake Andrew huku umetapakaa design kama hiyo, walichukua hapa basi mwili wake Andrew na wakauzika. Jamaa wetu naye akadai mimi kuwahi piga set hata kama ni kwa ndege sitawahi piga set. Ataniambia kuja nibebwe sitawahi piga set. Manze naye akamwambia kama umeua huyo gaidi na vidole zako mbili nimekubali kuwa bwana yako. Na ndio mtazamaji nilikuambia ukitaka bibi kuwa na uoga mwingi. Sasa jamaa wetu ameingiza manze box kwa kumdanganya ati ameua gaidi na vidole mbili. Na unaona ni Mungu tu amemsaidia. Sasa manze akaona hii mudorora kama gaidi na siaraigiriri. Huyu ni mtu anaweza kuwa bwana mzuri sana. Usijali. Security iko tight. Kila kumena ningekuona. Security iko tight. Hivyo ndivyo jamaa wetu walipata bibi. Kwa hivyo hata wewe kama uko hapo na una dem, tafuta uogo ili mambo yako iwe mzuri. Hata hivi walikuja wakapata pale kamera kalikuaga na kama kuchomoka raizi na kuelekea manyumbani. Hata hivyo bishi dogo brother mpenzi mtazamaji, kamera ndiko wako ni wakuchukue wachomoka. Na jamaa wetu akapata bibi na manza akapata bwana na ikawa ndivyo hivyo. Lakini hata hivyo dogo brother wapenzi watazamaji, bishi wanakama review kawaida bishi chochote kilicho na mwanzo basi lazima kiweze kuwa na mwisho wake. Iko na mara basi na picha letu never live alive. Ni mwisho. Never live alive. Mwisho. Kubishini wako the top ranking DJ. Kubishini wako the top ranking DJ Afro Amigos. Your request ndizo ninacheza kuselect movie yenye munataka nyinyi wote members. Asante sana. Hivyo ndivyo kunaenda round hii ndugu brother wapenzi watazamaji. Your request ndizo ninacheza. Ala, your wish is my commander. Hivi ndivyo tunasonga round hii. Movie ni zenye munataka, zenye munaselecta, but lazima ukuwe member mtazamaji. Lazima ukuwe member. Alright, design ya kuwa member ni kusubscribe. Asante sana.